Nguvu katika maombi ya upamoja ama maombi ya ushirika. Mara mingi waaminio wanapenda wakati mwingine kuomba maombi kwa kivyao, ama mtu anajifungia sehemu fulani ili aweze kufanya maombi yake yeye mwenyewe, ama anataka kuwasilisha mambo ambayo yanamuumiza ama mambo ambayo yanamsumbua ama mahitaji yake kwa Mwenyezi Mungu akiwa peke yake. Lakini siku ya leo ningependa kufanya utofauti kidogo na kuweza kuwaelezea kuhusu maombi ya upamoja. Katika sehemu mingi ama wakati mingi katika maandiko unakuja kupata kwamba kuna watu fulani fulani ambao walifanya maombi ya upamoja na ikakuwa ni rahisi sana kuweza kupata majibu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mahitaji yao yakaweza kujibiwa, maombi yao yakaweza kujibiwa, na yale ambao walikuwa wanaombea yakaweza kujibiwa kwa wepesi zaidi. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kuna sehemu ambayo wakati ambapo unang'ang'ana peke yako inakuwa ni vigumu, kwa sababu maombi ni sawa na vita. Tukiangalia in the book of Acts chapter number 1 verse 13 and 14, unakuja kupata kwamba baada ya Yesu Kristo kupaa kuelekea juu mbinguni, akawaacha wanafunzi wake wakiwa Peter, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomayo, Mathayo, James, Simon. Wote walikuwa wamekusanyana pamoja, wakiwemo pamoja na akina mama, wakiwemo paka mama ya Yesu na mandugu zake. Walikuwa wamekusanyana pamoja kwa sababu moja tu, kusudi lao ilikuwa ni maombi. Kwa hivyo wakati ambapo mnashikana kwa pamoja na kuomba, uwepo wa Bwana huonekana mahali pale, kwa sababu Yesu Kristo alituambia katika kitabu cha Mathayo chapter 18 verse 18 na 19, alisema chochote ambacho mnakiomba hapa duniani mnakifunga, kinafungika hadi mbinguni, na kila ambacho mnakifungua hapa duniani kinafunguliwa hata juu mbinguni. Anasema ya kwamba sehemu ambayo mtapatana watu wawili ama watatu kwa sababu ama kwa nia ya maombi, Mwenyezi Mungu huwa mahali pale, na chochote ambacho mnauliza Mungu anawajibu kwa haraka sana, kwa sababu anaona ule ushirika ambao mko nao, ule ushirikiano wa pamoja, na nia yenu na lengo yenu ni moja, na makusudi ya maombi yenu ni moja. Inakuwa ni rahisi sana Mungu kuweza kuwajibu. Ukiangalia stori za Danieli, baada ya mfalme Nebukadneza kuletewa ndoto ama ufunuo, Nebukadneza akawa amehusisha waganga, wachawi, washirikina wake, wale watu ambao walikuwa wanajulikana kuwa ni werevu wa huo mji. Aliwaita ili waje waweze kufanya nini? Kuweza kumwelezea maana ya ile ndoto. Jambo la ajabu ni kwamba Nebukadneza mwenyewe alikuwa amesahau ile ndoto. Kwa hivyo akaitisha Danieli akuja aweze kumfafanulia maana ya ile ndoto, aweze kumwelezea maana ya ile ndoto. Kwa hivyo unapata kwamba baada ya wale wachawi na wale washirikina kushindwa kuelezea, ama wavumbuzi kushindwa kuelezea ile ndoto, ama kushindwa kuelewa jinsi ambavyo wanaweza kuelezea Nebukadneza kuhusu ile ndoto, ikakuwa Danieli akaweza kuitwa. Wakati Danieli aliitwa, akakuja na akawa amepewa ultimatum ya muda ya siku kidogo aweze kuelezea. Kwa hivyo Danieli alirudi kwa nyumba yake. Maandiko yanasema chapter 2 verse 17, aliingia kwa nyumba yake na akaweza kumtafuta Shadrach, Meshach na Abednego, akawahusisha, akawaambia yale mambo ambayo yalikuwa yamemkumba, ama yale mambo ambayo yaliyomo, kwa sababu alikuwa ameambiwa ya kwamba akishindwa kuelezea maana ama sababu ya ile ndoto atauawa. Kwa hivyo baada ya kuhusisha Shadrach, Meshach na Abednego, wote wakashikana kwa pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu, Mungu mwenye rehema na Mungu mwenye huruma, aweze kuwaelezea ama aweze kuwafunulia. Na kwa hakika unakuja kupata kwamba Mungu aliweza kuwafunulia maana ya hizi ndoto. Nakuja kuangalia tena katika kitabu cha Acts chapter number 2 verses 42 to 47, unakuja kupata kwamba baada ya Petro kujawa na Roho Mtakatifu, watu wakawa wanasema hawa wamelewa, kwa sababu walikuwa wanaongea kwa ndimi na kwa lugha tofauti tofauti. Ikawa baada ya hayo Petro akawa anaelezea umati, anawaambia vile ambavyo Mungu Yesu Kristo yule ambaye wamemsaliti alipaa akaelekea juu mbinguni, na akawa ametuahidi ya kwamba atawatumia Roho Mtakatifu ambaye atakuwa ni Roho Mtakatifu ambaye atakuwa ni msaidizi wao kila wakati. Kwa hivyo wakati ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia, watu walionekana wakiwa wanaongea kwa lugha tofauti tofauti,
So Petro akawa anawaelezea, akawa anawaongelesha, akawa anawaelezea maana ya wokovu, akawa anawaelezea ni kwa nini Yesu Kristo alikufa msalabani, akawa anawafahamisha kwamba Yesu Kristo amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zao zote, akawa anawafahamisha kwamba wabadilishe njia zao. Kwa hivyo unakuja unapata kwamba baada ya hawa watu kukubali yale mafundisho, walikubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hivyo wengi wao waliweza kuokoka, wengi wao waliweza kubatizwa, wengi wao wakaweza kukubali kuwa kufanya kazi ya the apostle, kama apostles ama watume. Kwa hivyo waliweza kukusanyana mahali pamoja. Biblia inasema walikusanyana mahali pamoja, ukisoma verses 42, walikuwa wanakula kwa pamoja, wanashiriki neno kwa pamoja, na nia yao kubwa ilikuwa ni maombi. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kukuambia ndugu yangu na dada yangu, tuweze kupata prayer partners, at least mtu ama watu wawili watatu ambao tunaweza tukashikana kwa pamoja, tuweze kuomba kwa pamoja. Wale watu ambao utawaamini, wale watu ambao unaelewa ya kwamba ni Wakristo ambao ni wa kweli, ni watu ambao imani yao haina wasiwasi, ni watu ambao unajua ya kwamba ukiwaelezea kitu watahusiana na wewe ama watashirikiana na wewe kuyafikisha mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana. Mkumbuke ya kwamba maombi ni kila kitu katika maisha ya muumini. Asanteni.